Simu yako inaiba umakini wako taratibu, inaiba umakini wako katika kazi, inaiba umakini wako katika mambo ya kimungu. Simu sio adui, lakini ina uwezo mkubwa wa kuteka moyo wako bila wewe kujua. Tazama, ni mara ngapi ambapo umesema ngoja niangalie simu kwa muda wa dakika 2 au dakika 5 then niendelee na kazi yangu, lakini ukajikuta unaperuzi, unakuja kushtuka ni baada ya saa 1 au masaa 2. Unafikiri shida ni nini? Shida sio simu, lakini shida ni kile kitu ambacho simu inaupa ubongo wako. Ni kitu gani hicho ambacho simu inaupa ubongo wako? Twende pamoja tutambua ni kitu gani ambacho simu inaupatia ubongo wako. Katika mambo mengi ya furaha ambayo tunafanya au tunayasikia au kuyaona, kuna kemikali kidogo inatoka. Kila jambo unaloliona la furaha, kuna kemikali dopamine inatoka kukuambia kwamba rudia tena. Kwa hiyo ndio maana utamkuta mtu muda wote anaperuzi simu kwa sababu ile kemikali inamwambia rudia tena. Sasa shida inakuwa pale ambapo tunarudia mara kwa mara na ubongo unatoa tena zile kemikali ambazo zinataka tena turudie, na matokeo yake tunakuwa waraibu wa simu. Maanake hata tutakapokuwa tuko kanisani au tuko sehemu fulani, ile kemikali itatoka tena, rudia kile kitu ambacho ulikiona kikasisimua ubongo. Sasa ukishafikia hatua hiyo, utaona mtu hakuna meseji kwenye WhatsApp, lakini anachukua simu kufungua WhatsApp. Lakini utaona pia mtu anashika simu hata sehemu ambazo simu haziruhusiwi. Utashangaa anashika simu na kuhangaika kwa sababu umeshakuwa mraibu wa simu. Mtu anakosa utulivu hata wa kumtafakari Mungu kwa sababu muda wote ubongo unamwambia rudia tena. Kusoma katika kitabu cha Luka 12, kusoma katika kitabu cha Luka 10 mstari wa 41 ukiendelea 42, utaona Yesu anamwambia Mariamu, unahangaika na unajitabisha na mambo mengi. Ndugu yako Martha amechagua fungu jema, kukaa miguuni pa Yesu, kumsikiliza Yesu. Tunapokuwa na vitu ambavyo vinatutoa katika umakini, shetani huwa hana haja hata kututoa kanisani. Unakuwepo kanisani lakini umakini wako haupo kanisani, na matokeo yake hakuna mabadiliko ya kweli. Kwa hivyo nikushauri endelea kufuatia vipindi hivi. Unaweza ka like, uka comment, ili kipindi kijacho usikose. Tutazungumzia namna ya kujua kwamba uko kwenye uraibu wa simu, na baadaye tutaangalia namna ya kutoka katika uraibu huo.